kwenye meza tu. Haleluya! Hizo ndio habari njema, hizo ndio habari njema juu ya mwanadamu. Mwanadamu hana habari njema isipokuwa injili ya Yesu Kristo. Injili ya Yesu iletayo wokovu, iletayo wokovu, inayobadilisha mwanadamu kutoka kwenye dhambi na kuwa mtu mwenye haki. Injili ya Yesu. Na ndio maana Paulo anasema sitaionea haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kila anayeamini injili maisha yake yanabadilika, maisha yake yanakuwa mema, maisha yake yanakuwa matakatifu. Kama Zakayo alivyobadilisha, nawe leo ukiamini Yesu atakubadilisha. Kazi yako mwamini Yesu, maana Yesu yupo. Ndugu yangu, hujui kesho yako. Mwanamke, hujui kesho yako. Mwanaume, hujui kesho yako. Yuko Yesu anakutafuta jioni leo. Yuko Yesu anakutafuta leo. Yuko Yesu anakutafuta leo. Fungua moyo wako Yesu. Fungua moyo wako Yesu aingie. Fungua moyo wako Yesu aingie. Zakayo alimkaribisha Yesu. Zakayo alimkaribisha Yesu. Nawe jioni leo mkaribisha Yesu. Mkaribisha Yesu kwenye maisha yako. Zakayo alimtafuta Yesu. Zakayo alimtafuta Yesu. Zakayo alimfurahia Yesu. Nawe mtafuta Yesu leo. Nawe mkaribisha Yesu aingie kwako. Kama una Yesu, maisha yako yako hatarini. Maisha yako yako hatarini. Kama vile kifo kina taarifa. Mwanadamu anaweza kafa saa yote. Mwanadamu anaweza kafa saa yote. Lakini Yesu anasema kwamba yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi. Ajapokufa ataishi. Uishi, mwamini Yesu leo. Mwamini Yesu mama. Mwamini Yesu baba. Mwamini Yesu Kristo ukaishi milele. Mwamini Yesu ukaishi milele na milele. Aniaminie mimi, ajapokufa ataishi. Hauna Yesu, maisha yako yako hatarini. Maisha yako yako hatarini. Wiki iliyopita nilisema mahali hapa, nilisema kwamba wakati usiku nimelala, nikamwona Yesu yuko mlangoni. Nikamwona Yesu yuko mlangoni. Mwanamke, Yesu yuko mlangoni. Mwanaume, Yesu yuko mlangoni. Yesu anakaribia kurudi. Yesu anakaribia kurudi. Badilisha maisha yako. Mwamini Yesu Kristo leo. Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni mwanaume. Yesu yuko mlangoni mwanamke. Geuka, njoo kwa Yesu Kristo. Geuka, achana na maisha ya dhambi. Geuka, achana na maisha ya dhambi. Dhambi ni adui yako mwanadamu. Dhambi ni adui yako mwanadamu. Dhambi ni hatari kwenye maisha yako. Dhambi ni adui yako. Dhambi ni adui yako. Geuka leo. Geuka, njoo kwa Yesu Kristo. Geuka, njoo kwa Yesu Kristo. Geuka, achana na dini yako. Geuka, achana na madhehebu yako. Dini itakusaidia chochote. Dhehebu lako litakusaidia chochote. Geuka, achana na dhambi. Geuka, njoo kwa Yesu Kristo. Yesu anakutafuta leo. Yesu anataka kusamehe. Kimbilikia kwa Yesu, maana uko uliko uko peke yako. Upo kwenye hatari mwanamke. Upo kwenye hatari mwanaume. Upo kwenye hatari dunia. Kimbilikia kwa Yesu. Kimbilia kwa Yesu leo. Kimbilia kwa Yesu mwanadamu. Kimbilia kwa Yesu ndugu yangu. Yesu bado anapatikana. Kumbe yule mtoto amekwisha kuniwekea mafuta ya taa, amekimbia. Ameweka mafuta pale akawa amekimbia. Nikamtafuta nikamuuliza, mbona nakimbia? Akasema nimekosea, ulinituma mafuta ya kula, nimenunua mafuta ya taa. Hata Adamu alivyotenda dhambi alimkimbia Mungu. Alimkimbia Mungu. Biblia inasema Yesu atakavyorudi, Yesu atakavyorudi, Biblia inasema kila jicho litamwona. Kila jicho litamwona Yesu. Biblia inasema wale waliomkataa Yesu, Biblia inasema watachoma mioyo yao.
wataumia, watalia na kusaga meno. Kila jicho litamwona Yesu. Wale waliomkataa Yesu, Biblia inasema watalia na kusaga meno, watachoma mioyo yao, hawatakuwa na nguvu ya kumwangalia Yesu, kwa sababu ndani yao wana hatia ya dhambi, wana hatia ya dhambi. Haleluya, haleluya. Biblia inasema siku ile Yesu akija, Biblia inasema kwamba nasi tutakwenda kumlaki. Kuokoka ni lazima mwanamke, kuokoka ni lazima mwanaume, kuokoka ni lazima. Maana ukikataa kuokoka, umekataa uzima, umekataa kwenda mbinguni. Ukikataa kuokoka, umechagua kwenda mbinguni. Kwa nini simwamini Yesu leo? Kwa nini siokoke? Kwa nini sitoke? Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Zakayo alimkaribisha Yesu. Zakayo kuficha dhambi zake, alimwambia Yesu, ikiwa ninamdhulumu mtu kwa ila, ninamtendea mtu kwa ila, nami ninamrudishia mara 4, ninawapa maskini mali zangu zote. Zakayo akatoka, Zakayo akatubu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye dhambi Mungu atamlehemu. Yeye aziungamaye dhambi zake Mungu atamlehemu na kumpokea. Yeye afichaye dhambi zake akijua kwamba anafanikiwa, kumbe anaingia kwenye uharibifu. Watu wa Sodoma na Gomora walikula na kunywa, walitenda anasa, walifanya wanavyojisikia. Kama ilivyo kwako wewe, unaishi unavyojisikia, unatenda unavyojisikia, unafanya unavyojisikia, ujue kwamba kuna hatari inakufuata. Yuko Yesu anataka kuokoe, yuko Yesu anataka akusamehe. Geuka leo, Yesu akusamehe. Geuka, Yesu akusamehe leo. Yesu anakutafuta yeye. Yeye amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Zakayo alikuwa amepotea. Alipokutana na Yesu, Zakayo maisha yake yakabadilika. Zakayo akabadilika kutoka kwenye dhambi na kuwa mtu mwenye haki peke yake. Kila mtu anakufa kivyake. Wewe njoo umwamini Yesu, njoo tubu na kugeuka. Yesu yupo kukusamehe. Njoo tubu na kugeuka. Wewe unayetaka kuokoka, unasema nataka kumpokea Yesu, waweza kuja mahali hapa. Yesu anataka akusamehe. Yesu anataka akusamehe. Njoo mahali hapa, njoo tubu dhambi zako. Afichaye dhambi zake wala atafanikiwa. Yeye aziungamaye atapata rehema, atapata msamaha. Utasamehewa jioni ya leo. Njoo, Yesu akusamehe. Ni wakati wako wa kugeuka. Yesu anataka akusamehe. Njoo tubu dhambi zako, Yesu akusamehe. Basi mahali popote ulipo, nitaenda kutamka maneno ya sala ya toba. Wewe ambaye unataka kuokoka kwa imani, hapo ulipo, fuatisha maneno haya kwa imani ya kumwamini Yesu ya kwamba Yesu atakusamehe. Fuatisha maneno haya kwa imani ya kwamba Yesu anakusamehe dhambi sasa. Yesu anafuta maovu yako. Yeye anasema akikusamehe maovu yako hata yakumbuka tena. Ingawa wanadamu naweza ukatubu leo, wanadamu hawatasahau, lakini Yesu anasema atasahau wala hatakumbuka kabisa. Sema, Yesu, nakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Yesu, natubu dhambi zangu zote,
namaanisha kusiacha. Yesu nipokee tangu sasa, niwe mtoto wako, unilinde na yule mwovu, wala asinikaribie tena. Yesu, ninakushukuru kwa kunisamehe dhambi zangu tangu sasa. Tangu sasa ninakushukuru Yesu, tangu sasa. Amen. Wewe uliyefuatisha maneno hayo kwa imani, Yesu amekusamehe kabisa. Yesu amekusamehe. Yeye anasema hata kumbuka tena uovu wako, hata kumbuka kabisa uovu wako, hata kumbuka uovu wako. Lakini pia nataka niwaombee kwa dakika 3. Nataka niwaombee watu wote, kama na imani ya kwamba Yesu atakusaidia na mzigo ulionao. Yesu atakutoa mzigo ulionao. Yesu atakuponya ugonjwa wako kwa imani yako. Wewe mwamini Yesu. Yesu anakuponya. Yesu anakuponya jioni ya leo. Yesu anakuponya. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu. Baba, tazama watu hawa. Wako watu mahali hapa ambao wanateswa na magonjwa, ambao wana mizigo ya kila aina. Kwa jina la Yesu, yeyote mwenye mzigo wa giza, yeyote mwenye mzigo wa kichawi, ninaamuru tangu sasa huo mzigo umwachilie, magonjwa umwachilie, tabu zimwachilie, ndoto mbaya zimwachilie. Toka roho za kichawi, toka roho za giza, toka magonjwa ya kila aina. Mwachie mama huyo, mwachie baba huyo, toka ndoto mbaya, toka mauti. Mwachie baba huyo, mwachie mama huyo, toka magonjwa yote, toka mikosi, roho ya mauti, toka ndani ya mtu huyo, toka kwa mama huyo, toka kwa baba huyo. Mwachie tangu sasa, toka magonjwa yote, toka mikosi yote, toka mila zote, toka balaa na mikosi, toka ndani ya mtu. Ninakuapisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Toka mikosi yote, toka balaa, toka mizigo ya kila aina, mwachie tangu sasa. Ninatangaza huru, natangaza kufunguliwa kwa mwanamke huyu, kwa mwanaume huyu, tangu sasa. Toka vifungo vyote kwa jina la Yesu aliye hai. Tangu sasa wewe kwa na taabu na mizigo, natangaza umefunguliwa kwa jina la Yesu. Tangu sasa ninakuweka huru mbali na mizigo. Tangu sasa umekuwa huru kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki wote. Amen. Mungu awabariki. Tutakutana tena siku nyingine. Nakaa kwenye meza kuu. Haleluya. Hizo ndio habari njema. Hizo ndio habari njema juu ya mwanadamu.